ili waweze kuibomoa Young Africans, waanze kubomoa kichwa cha Engineer Hersi, ndio wataweza. Anaondoka Mayele, walisema kwamba Yanga imeisha. Anaondoka Faisali, walisema Yanga imeisha. Anaondoka Nabi, walisema Yanga imeisha. Na Yanga ya Nabi haikuwahi kuwagonga goli hata 3. Yanga ya Gamondi na bila Mayele imewagonga goli 5, wakaanza kufukuzana. Mpaka leo Aishimanula anakaa nje, wakasema ameuza. Si ndio? Wao wanasema tunaowafunga ni matawi yetu. Kama ni tawi, Simba ndo tawi letu kubwa. So hakuna timu pekee iliyochangia goli nyingi na timu ambayo imefungwa mara nyingi tangu kuanzishwa kwa ligi ya Tanzania mwaka 65 kama Simba. Sasa anasemaje kwamba Singida ni tawi letu? Singida tangu aanze kucheza ligi kuu, hata ikiwa ya Puji mwenzizo ya kina Kaseke, Singida hajawahi kumfunga Simba, amekuja kumfunga juzi. Sasa inaonekanaje kwamba Singida ni tawi la Yanga wakati Singida hii haijawahi kumfunga Simba? Au jifikiri? Hampatagi hata maswali ya kuwahoji. Singida hii ambayo ikiwa ya Puji ya kina Kaseke ya kina Mudathiri Yahaya, haijawahi kumfunga Simba. Umeelewa? Imekuja kumfunga juzi baada ya refa kusimama hivi. Si ndio? Arajiga. Alafu tunaambiwa Singida sisi ndo tawi letu, wakati yeye hajawahi kufungwa na Singida, alafu yeye tumemgonga mara kibao. Sasa Singida anaonekanaje tawi letu? Kwa nini yeye asiwe tawi letu la kwanza, alafu hizo nyingine zinafuata? Mimi naweza nikasema timu zote za ligi kuu Tanzania ni matawi yetu, kwa sababu Yanga ndo muasisi wa mpira Tanzania. So unasemaje kwamba Singida tawi letu, Pamba tawi letu? Tawi pekee kubwa na huwa tunajivunia nalo, hata nisipofanya mazoezi naenda kumweka, ni Simba. Yanga hata we mbovu kiasi gani, Yanga anatembeza bakuli. Simba yuko anabeba mara 4 mfululizo, hakuwahi kumfunga Yanga. Anapiga, ushindi wake ilikuwa sare. Nampiga goli la Zawadi Mauya, nampiga goli la Morrison Magufuli, yuko uwanjani amevaa kulia, Yanga kushoto Simba. Sasa mbona mnakuwa hamkumbuki? Sasa unasemaje kwamba Pamba ni tawi la Yanga? Unasemaje? Labda cha kuwasaidia tu kidogo waandishi mkijua. Kuna issue moja ambayo hii inaendelea hii ya Yanga kwamba hatuchezi. Mfumo ni mdogo tu. Unajua usitumie akili nyingi kwanza kujitafuta. Tumia akili ndogo tu. Sawa? Wakati Simba Sports Club wanagomea mchezo, wanasema hatupeleki timu uwanjani. Hoja yao ilikuwa hii walioiandika katika kuipelekea bodi ya ligi. Sawa? Hatupeleki timu uwanjani kwa sababu tumezuiliwa kufanya mazoezi. Sasa tumtafute mchawi. Kama Simba aligoma kupeleka timu uwanjani kwa sababu ya hoja yake kwamba alizuiliwa kufanya mazoezi, tunajiuliza kwa sisi ambao tuna akili kubwa, tunatumia akili ndogo, leo amepata wapi jeuri ya kuiomba mechi tarehe 15 ichezwe wakati bado hoja yake haijaibiwa? Unanielewa vizuri? Hilo la kwanza. Lakini wakati Simba huyo anatengeneza hoja ya kwamba amezuiliwa kwenda uwanjani ndio maana apeleke timu wapi? Uwanjani kufanya mazoezi ya mwisho, si ndio? Swali la kujiuliza, kama Simba hoja yake ilikuwa ni hiyo moja, sawa? Hii hoja ya pili imeletwa na nani? Ambayo inasema kwamba ndani ya ule mchezo wa Dar es Salaam Africans na Simba ile dabi kulikuwa na viashiria vya nini? Vya rushwa. Hoja ya pili, nani anayelalamikia Yanga, sawa, kuhusiana na uvunjifu wa amani? Yaani ukitumia akili ndogo, kama Simba ameandika barua ya kuomba, yani yeye hachezi mechi kwa sababu alizuiliwa kufanya nini? Mazoezi. Mlalamika namba 2 anayezungumzia viashiria vya rushwa ni nani? Na mlalamika namba 3 anayezungumzia viashiria vya usalama ni nani? Jibu utakuja kulipata hivi kwamba hoja ya Simba ilikuwa haitoshi kuugairisha mchezo. Kimfumo tu halisi, kama wangefuata kanuni, Simba litakiwa shushwe nini? Daraja. Kihalisi tu Simba anashushwa daraja, Yanga anapigwa faini milioni 5, sio? Sasa hawa walivyoona hoja ya Simba haitoshi, akaja bodi ya ligi akatengeneza hoja yake kwamba kulikuwa na viashiria vya nini? Vya rushwa. Alafu akaja TFF akatengeneza hoja na yeye kwamba hapa kulikuwa na uvunjifu wa nini? Wa amani. Ili lile zoezi lifanye nini? Lishindikane. Sasa sisi ambao hatujasoma sana, tuna uelewa mdogo, tunajiuliza hoja ya Simba atakayeitatua ni bodi ya ligi na TFF kwa sababu ndio mamlaka waliopewa. Kama bodi ya ligi
na TFF na wenyewe wamepeleka malalamika kwa Dar es Salaam Young Africans. Hii hoja ya bodi ya ligi na TFF hakimu wao watakuwa nani? Mchezo, ukiujua mchezo kuutafsiri na ukijua michezo michafu, yani huwezi kuumiza kichwa. Maana yake ni nini? Bodi ya ligi na TFF wanamlalamikia Dar es Salaam Young Africans, alafu hapo wanaiomba kesi waisimamie. Ina maana hakimu anamlalamikia mtuhumiwa, alafu anaomba kesi isimamie. Kaka, msio na mambo mengi. Mdogo, mchezo hauchezwi. Yani kiufupi msimamo unabaki pale pale. Hatuchezi. Haiwezekani hakimu atoe malalamiko alafu hakimu anaiomba kesi aiendeshe. Wewe ulionaje?